hapo kwa HR kwa sababu usiondoke hapo chuo kabisa. Sawa kaka, asante sana, nakuja hapo sasa hivi. Fanya hivyo. Shukran sana kaka. Sawa. Itilafu kila upande, itilafu nimechoka kuhesabu makosa yangu. Kama ni laana leo naivunja kwa machozi, kama ni uchawi urudi kwao. Bibi aliniambia hii tabia Kachori sasa imezidi. Binadamu wanajema, ila nina subira, maana siku hazigandi, nizidi kumwomba Mola, ana yeye ndo mpaji. Nikinyamazia iko siku atatoka asubuhi, atarudi usiku wa manane hapa ndani, hawapendi kuniona mbele ninasonga, na akiwa amelewa. Ambona mapenzi yanatufanya vibaya. Nyumba hii si ba, sio mahali pa kurudi muda wote unapotaka. Yule kapata ndoa ila kukosa mtoto imekuwa hitilafu. Kusoma kasoma ila kupata kazi imekuwa hitilafu. Nimewavumilia sana, lakini sasa inatosha. Ugumu wa maisha umefanya umeachana. Hitilafu. Ili mwenzako asipate ukaenda kwa mganga. Hitilafu. Ninaapa nitafanya kila namna na kisha nimfukuza Kachori kwenye hii nyumba. Akishaondoka nitapata amani yangu. Nitakaa mwenyewe bila kupiga kelele, bila kero, bila usumbufu. Maisha yangu yataanza upya kabisa. Halo ile. Nzuri tu, wewe je? Kweli umefika lini? Nikifikiri kuja kuwa sawa naona miujiza. Kama mwanafunzi mtukutuni. Sawa, kama kawaida yako. Kwamba ukifosi sikio kuzidi kichwa utajiponza. Hitilafu. Sawa wile, hakuna shida. Uchawi niliotenda leo umefika. Sawa, karibu. Nilihudiwa kuachana Sawa. ila nikaona kama wananinyanyulia midomo, nikaendelea na zangu hila. Wazee kwa vijana, basi mambo yanazidi kubadilika. nikawala nyama za kukanga na supu. Ilifika mahali katengana na ndugu, kwa sababu wasijulikane wakageuzwa kuku. Hitilafu. Hitilafu. Hitilafu.
Leo nashukuru Mungu ameniokoa. Nimetenda mabaya na ni wengi nimewaloga, wabaya kwa wazuri sikujali, wote nikawaua. Kwa kweli shetani aliniteka, leo natubia. Dada Neila, unajua naumia sana moyo kwa kuona umebeba hilo tumbo, na aliyekupa hilo tumbo yuko zake mjini, anaendelea kupambana na wanawake wengine. Kaka Mdudu, hayo ni maneno kuniambia kweli? Mbona ni kama unanitukana? Sio kama nakutukana, naongea ukweli dada. Kumbuka ilikuwa barua 3 za onyo, kwamba usichanganye ratiba na ujitahidi kufuata utaratibu wote wa kazi. Wewe umepuuzia. Mimi nimepewa barua zako za kusimamishwa kwako kazi mpaka uongozi utakapojiridhisha kama utaweza kukurudisha kazini tena. Yule kapata ndoa ya kukosa mtoto, imekuwa hitilafu. Soma kasoma ya kupata kazi. Nimejitahidi sana kukuwekea mgongo kama mwanzo, ila nimeshindwa. Hitilafu ugumu wa maisha umefanya umeachana. Hitilafu Asante. Ulipokea barua ya muhimu kutoka kwenye ofisi, ukaamua kutokufika kazini kwa muda mrefu bila kutoa taarifa. Huu ni uzembe mkubwa. Bosi, mimi nilipokea barua kutoka kwa mwalimu zangu ambaye ni Madam Ashura, na sikuifungua kwa sababu mimi nilidhani ni halali. Hiyo sio sababu. Ondoka kwanza ofisini, nitakujulisha nikishapanga maamuzi yangu mengine. Sikutemea nitapotea, hata ramani ipo siku nitaikosa. Ile ofisi niliyokuwa nafanyia kazi nimefukuzwa kwa ila moyo upo ila roho ilazi. Nataka nirudi kwa bosi, jui kama tanielewa. Jina langu kwa midomo mtaani halikauki. Nini kinafeli kwake, wanasema kwa kificho. Hata mke wake azaije, ni nani mwenye tatizo lake? Sina hela ya daladala, mawazo yanapamba moto. Simu yangu haiti tena, hitilafu iko kwa nyota. Kila kona ninageuka, naona sura za matope. Kila neno ninalosema linageuka kuwa tope. Hitilafu kila upande, hitilafu. JP, imekuwaje? Nikikimbia mbele, nyuma pana nivuta kama kuna irizi. Ivunjike leo, ivunjike leo. Nakumbuka kwa mara ya kwanza ulipata mimba ya kwanza baada ya tu wazazi wetu kufariki, na ilikutesa sana. Yule mwanaume akakuchukua, mimi nikajisikia weni, nikajua ameshakuoa, basi utaishi maisha mazuri huko. Akakuzalisha na mtoto wa pili na wa tatu, mwisho akakuacha. Ukarudi kijijini tena na watoto watatu.
Nikapambana mpaka nikapata pesa ambazo ulizokuwa unazitaka ili ukafanya biashara huko mjini, na ukaenda. Ila na ulipokuwa huko mjini, rafiki zangu waliokuwa wanaishi huko mjini walikuwa wananielezea maisha yako, jinsi unavyoishi huko mjini, kwamba unauza matunda huku unazurura na watoto na mwingine akiwa mgongoni. Ilinuma sana, ila baada ya miezi kadhaa nikaja tena kupata taarifa unaishi na mwanaume ambaye ni JP. Na hapo angalau ulikuwa unaishi maisha mazuri kidogo. Hata mimi nilifurahishwa na maisha yenu, ila kwa muda mfupi, kwa sababu muda kidogo yakaibuka haya tena. Kweli anapokufa nyani, miti yote huteleza. Kaka, umenichoka mimi kukaa hapa. Naenda shamba kunyeshea na naenda kufanya palizi kidogo. Hii mvua sio ya kuamini sana. Haya, baadaye dada. Hivi mimi nimekuwa fungu la kukosa? Kila mahala watu hawanitaki. Nitakuja kuwa mgeni wa nani mimi? Kama hadi familia yangu nilozaliwa nayo inanikataa. He Mungu, naomba unisaidie. Na kwa kila alisababisha chozi langu likadondoka kwenye hii ardhi, Mungu hapate majibu yake. Yaani eti ameniambia kwamba nitoke pale ofisini kwake. Alafu baada ya muda sijui lini sasa atanijulisha kwamba atanipigia. Ila kwa namna jinsi ambavyo ameniambia kama amenifukuza fulani hivi. Ila nilikuwa nakutafuta kabla ili nikwambie ukweli. Ukweli gani tena Madam Miriam? Unajua barua uliyopatiwa na Madam Ashura, hiyo barua ilikuwa barua feki. Madam Miriam, yote ulionielezea ilikuwa kweli kabisa. Na nashukuru sana kwa jitihada zako. Na pia na mimi nitafanya jitihada zangu mpaka nihakikishe ukweli na upata. Na pale ofisini jinsi ambavyo aliongea HR inaonyesha kabisa barua ambayo Madam Ashura amenipatia haikuwa sahihi. Sio barua ambayo iliangaliwa na ofisi kwa ajili ya kunipatia. Barua iliyotoka pale ilikuwa inaonyesha ni kwa ajili ya kunipa onyo tu na sio kunifuta kazi. Na HR inaonyesha ameshikwa na hasira sana. Kwa sababu nilipopata ile barua sikutaka kuitizama ndani na nini. Mimi sikuisoma, nikasoma kichwa cha habari nikaachana nayo. Na ndio maana yote haya yametokea. Madam, acha niende nyumbani tu nikapumzike kwanza. Not on the beat. Okay, sawa. Ngoja na mimi nimalizie mitihani hapa. Then nitakucheki baadaye. Na kuona kwa hisia. Sawa madam. Hamna shida. Na unavyoniongezea nalewa na sikwa taba kinguchu na njazia. Ni kwa
kwako mtoto, tazama maigizo, usije kopi ukayaleta nyumbani, mwisho kanyaza vikwazo. Kula kwetu kukawa tangazo, tutapokosa mchana usiku ndo nikakosa vigezo. Tatazama macho moyo utasumbua, kachokwa nacho ningelijua, tapoteza bodi tabaki ngozi, maradhi yatajongea mwilini, utaniacha chosifura utaichukua, we ndio koti wa mvua najua, utabaki ya ndotoni na upweke wa kitandani. Bibi aliniambia dunia tambala bovu, binadamu hawana jema, ila nina subira, maana siku hazigandi, nizidi kumwomba Mola. Dada, kwa kitendo nilichotenda, kuto kurudi nyumbani usiku, ndo nakosa raha mpaka leo. Dada, kuna wakati na mimi nakosa raha pia na amani. Natamani hata ikiwezekana niondoke hapa kwako, ili amani na raha zako zirejee. Nimefika hapa juzi tu, leo umeanza kuwa hivi. Mimi nakutegemea wewe hapa mjini. Je, nitawezaje kumudu haya mazingira? Ni JP. JP? Amefanyaje? Nilimpigia simu, akaniambia anakuja. Ehe, kwani alikuja? Na baada ya kuja, ikawaje? Nikawa naongea naye hapa Kachori. Nilipanga kwamba lazima nimwambie ukweli, kwa sababu mara nyingi nimekuwa nikimwonyeshea kwamba nampenda, lakini yeye anajifanya kuwa haoni. Nimejaribu kumvuta awe karibu yangu, kumhusisha matatizo yake yanayohusiana na mke wake Nila, lakini hakujigusa. Nikajaribu kumdhalilisha juu ya mwanamke anayedeti naye, kuwa ni mtu mzima mzee hafai, ili amwache, lakini wala. Wakati tuko hapa nikampa mifano, ila alipogundua mifano inaongelea mapenzi tu, akasimama na kuondoka. Dada, sasa usilie, na kuhakikishia JP anakupenda, ila anakusumbua tu ili apate uhakika wa upendo wako. Siamini Kachori. Amini dada, alafu mimi niko hapa nakupa company. Pia kuna swala nitakwambia baadaye zuri sana. Alafu pia kuna swali nataka nikuulize dadangu. Swali gani? Ile siku nilipofika hapa kwako, uliniambia nikusindikize kwenye kikao. Hivi, kwani huku mjini mnaendesha maisha kama kijijini? Kwa nini umeuliza hivyo? Kwa sababu zile mada nilizozisikiliza kwenye kikao zilikuwa zinahusu upoteaji wa watu. Je, hawa watu wanapoteaje? Yaani, unaweza kuongea na mtu muda huu, ukaingia ndani tu sekunde, ukitoka hayupo na umuoni tena milele. Mbona kama uchawi? Unaujua uchawi wewe? Ndiyo, ila kwa kusikia juu ya matendo yake tu. Mtu kusafiri au kwenda mahala kwa kupotea na kutokea kwingine, ila sijawahi ona wala kwa kushuhudia kwa macho yangu. Hivi uchawi unasaidia eh? Hausaidii kitu. Mimi siupendi kabisa, na hata nikimwona mchawi nikiwa na panga namkata na ninamuua. Maji yanakatika saa 2 kama kawaida. Kweli dada, ngoja kwanza niende nikachote.
kusimamia haya, kwa sababu hakuna namna kwa upangacho. Endapo utapanga itilafu itoke, hakuna wa kuzuia zaidi yako we. Ona sasa niliachana na mke wangu kisa tamaa. Ningejua ningeweka. Kiberiti, upo Arusha hii? Nipo. Nitaenda wapi sasa? Nataka tuongee kidogo. Niambie. Kuna jambo nataka kukuambia. Oho, sawa. Liwe la heri basi. Njoo hapa kwa Mama Cheusi sasa hivi. Okay, sawa. Nitajaribu kufika muda huu. Okay, poa. Hitilafu, 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 hitilafu. Laita, kuna jambo nataka kukuomba. Naomba unikopeshe pesa kidogo. Nina safari, halafu nikirudi nitakurudishia. Una bahati sana umeniwahi. Ina maana jana ningetoka nisingekuwa tanamia mfukoni. Wapi nyie? Arusha nzima mnaye maeneo, miradi mikubwa, nyumba za kupangisha. Wazazi wenu waliwaachia vitu vingi sana. Heri ingekuwa nashika mimi hizo pesa. Kuna dada wetu mmoja huyu ndiye kapewa kusimamia kila kitu. Yaani huyo ni mnoko hatari. Yupi? Unamsemea upepo? Huyo. Na usiombee upitiwe na upepo kama una bahati. Ila mbona nasikia na roho nzuri sana. Kwa watu baki tu, lakini kwa ndugu hapana kabisa. Ila mimi niko naye kwenye vikoba, naona ipo serious sana. Ndivyo alivyo. Sasa haya, nipatie basi hiyo pesa. Paka Mwanza? Ndiyo, na narudi ndani ya hizo siku 2. Huwezi kuamini. Basi sawa. Acha nikupatie, ila usisahau kunirudishia ukirudi. Ukafungua hata mlango ndani, ukakula, ukalala, ukaweka safari kichwani. Leo simu zikipigwa zinaita tu hewani. Usijali kabisa, nikirudi tu nakuletea. Unanigeuza udhaifu na kukopesha moyo. Unanilipa majeraha na bado nasikia sauti ikiniuliza kwa nini sitajifunza wema wa maumivu na kutakia mema. Sikutemea nitapotea, hata ramani ipo siku nitaikosa. Ile ofisi niliyokuwa nafanyia kazi. Ndio Kachori. Naomba nije nikutembelee kidogo leo. Kachori. Sasa ni hivi. Kwa leo kidogo itakuwa ngumu kwa sababu kuna mambo nayafuatilia, ila labda ungefanya siku nyingine. Hapana ticha, siwezi kusubiri na kuiacha siku ya leo ipite. Nina hamu ya kukuona sana. Ila Kachori, yaani sema ukweli tu, kwa siku ya leo kidogo nimebanwa sana. Yaani nimebanwa sana na kazi. Hata kama ni dakika chache ticha, please nionee huruma. Sawa basi, kama dakika chache tu basi, hamna shida. Njoo tu, hamna shida, utanikuta. Asante ticha, nakuja muda huu. Sawa, karibu. Hitilafu, kila upande hitilafu. Nimechoka kuhesabu makosa yangu. Kama ni laana, leo naivunja kwa machozi. Kama ni uchawi, urudi kwa. Nashukuru dada yangu, una moyo wa ajabu sana. Sikutegemea pale tulivyokutana na ulivyoongea
kama ungeweza ukaje hapa. Yaani kwanza nilivyonyang'anywa funguo, hii hapa kwa mama yangu mdogo naishi. Kwa hiyo karibu sana dadangu. Asante, sipendi manyanyaso. Haki lazima ifate mkondo. Je, mama yuko wapi? Si ulisema unakaa naye hapa? Mama yupo ndani anapika, maana hizi siku 2 hatukuwa naye. Hamna shida, utamwambia tu nilifika. Sasa nakupatia funguo zako. Nasikia kule unadaiwa kama 300,000 hivi. Sasa itakuwaje kwenye upande wa malipo? Asante kwa ufunguo. Ni watu wachache wenye moyo kama wa kwako. Na kuhusu malipo, naomba tuache hizi siku za sikukuu hapa zipite. Angalau tuanze mwezi wa kwanza katikati huko. Nitakuwa najibu juu ya hilo. Sawa. Ila mimi nimekudhamini tu, usije kaniangusha. Lakini hiyo tarehe 15 nitakutafuta. Pia haina haja ya kwenda kwa yule mwenyekiti, kwa sababu nimemuona sio mtu mzuri kwa upande wa haki. Sawa, nashukuru kwa moyo wako. Asante sana. Na Mungu atakubariki. Sawa, mimi naondoka. Tutaonana kwenye hiyo tarehe 15. Da, kumbe kuna vitu virahisi tu ila vinafanywa kuwa vigumu na baadhi ya watu wenye mioyo, wenye roho mbaya. Sasa ona, sijatoa hata 100 na funguo zangu nimezipata. Na nimeletewa funguo mpaka hapa nyumbani, yani kama ndoto vile. He. Mama! Mama! Jina zuri sana, lakini kwa huku linafananishwa na kitafuno fulani hivi. Ni wengi uniambia hivyo, ila mimi sijai kula hiyo kachori. Ni kitafuno kitamu sana. Nitakupeleka siku moja kununua, sio mbali sana. Haya sawa, nitafurahi. Haya basi baadaye. Tumeongea mengi. Acha niende nyumbani. Kesho ndo utanielekeza hapo kwa dada yako. Haya, sawa Pressure. Kwaheri. Haya, asante. Na karibu sana mtaani kwetu. Haya, bye. Sikutemea nitapotea, hata ramani ipo siku nitaikosa, ile ofisi ni Siku ya Christmas nilikupigia sana simu, hukuwa unapokea. Ni kwa nini? Na simu ilikuwa inaita mpaka inakata. Na ilipofika saa 1 hivi ikazima kabisa. Kachole, nilikuwa busy na kazi. Kwa sababu hiyo siku kuna wafanya biashara wanipigia simu niende nikakamilishe kazi zao, kwa sababu walikuwa wanatakiwa kusafiri waende Dar es Salaam. Niliumia sana. Nilitamani kuwa nawe siku ya Christmas yote, ila hakuna tabu kwa vile tuko wote na tuna afya. Ni kumshukuru tu Mungu. Vipi sasa ule mpango na zile ahadi ulizoniahidi kijijini kabla ya kuja mjini? Lakini nikwambia unipe muda ili niweze kupangilia mambo yangu vizuri, kwa sababu kwa mjini mambo hayajakaa poa kabisa. Alafu mimi ndo nitakaye kuambia nini cha kufanya, ila kuhusu hilo swala usiniulize hivyo. Nilikuwa naomba kama itawezekana, lakini naomba tukae wote hapa. Hata kama masuala ya uchumi mimi najua nitakachokifanya. Najua kupambana na biashara. Nitakusaidia sana majukumu na wala sitokuwa mzigo kama unawaza juu ya hilo. Kachori, ukiwa hivi
mimi nitachoka sasa. Alafu kwa kila anachokuelezea, kwa nini unisikilizi? Babe, nisamehe. Nakupenda sana wewe. Na pia najilinda sana juu yako. Kama nilivyokuambia, wewe ndo mwanaume wa kwanza kunijua. Mimi sikuwahi kumjua mwanaume mwingine zaidi yako. Ni wewe ndio ulionionyesha ulimwengu wa mapenzi. Ndio ulionifanya nimjue mwanaume. Na nilikuapia kamwe hakuna mwanaume atakayenijua mimi zaidi yako. Na kwamba nitakutunzia mpaka tutakapokutana. Teacher, hapa nina muda mrefu sana. Naomba leo isipite please. Kazi ya hivi vitu nini? Kachori bwana. Kazi ya miogo na nazi ni kuimarisha mwili na kurudisha nguvu za asili. Nguvu gani hizo za asili? Za kwenye mwili pamoja na za kwenye viungo vya mwili. Macho yako mama unaponiangalia, hata ukizima taa na kuona kwa hisia, nahisi kama napaa na unavyoniongezea, nalewa na siku atabaa kinguchu unajazia, mi kwako mtoto, tazama maigizo, usije kopi ukayaleta nyumbani, mwisho kanyanza vikwazo.